Yes, mambo vipi mtazamaji wa Sekela Media, biashara 100%. Kama unavyotazama hivi sasa, eneo hili tulivu ambalo tupo ni African Dreams Hotel Dodoma, ambapo watu wengi kukusanyika, lakini pia kupata huduma ya malazi na vitu kadha kadha. Na tunapozungumzia swala la biashara, basi tunahitaji tupate sehemu ambapo pana utulivu kama hapa, ili tuzungumze mengi ambayo yanajiri kuhusiana na masuala mazima ya biashara. Tunafahamu vijana ndio sekta kubwa zaidi ambayo watu wengi wanaitazama kwa jicho pevu zaidi, lakini leo siko peke yangu. Kama unavyonitazama, niko na mtaalamu wa masuala ya fedha na uchumi, si mwingine ni Ushindi Kalinga. Tutazungumza mengi sana ambayo wewe ambao tutazama hivi sasa utapata mengi ya kuyajua, lakini kumbuka udhamini wetu mkubwa tuna Sekela Motors. Kama unahitaji magari na vitu kadha wa kadha utapata, lakini pia Sekela Real Estate, unahitaji tofari, nyumba, viwanja, yani wanatoa huduma hizo masaa 24. Wataalamu wanasema 24/7, au sio? Jina langu ni Dr. Zakayo, ungana nami tuzungumze mengi kuhusu biashara. Niko na bwana Ushindi Kalinga. Bwana Ushindi Kalinga, karibu sana Sekela Media. Asante sana Zakayo. Yes, safi kabisa, pole na kazi, na tunaona upepo mwanana unaendelea hapa. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Dodoma inapendeza. Mada yetu ya leo imekaa mfumo wa swali, lakini ina mambo mengi ya kuzungumza ndani yake. Bwana Ushindi, tunafahamu kuwa vijana wengi wanatafuta fedha, kupata kipato, lakini bado maisha yao ni duni. Pengine kwa utaalamu wako, unadhani tatizo liko eneo gani hasa? Okay. Asante sana Bwana Zakayo kwa kuniuliza swali hilo. Lakini nina namna ambayo nalifikiria kwamba inawezekanaje mtu akawa anaweza kutengeneza pesa na still akawa na maisha duni. Ni kama contradicting, lakini kimsingi namna rahisi ya kuweza kubadilisha maisha ya mtu kwa haraka ni kuweza kuboresha kipato chake anachokipata. Sawa? Kuboresha kipato chake anachokipata. Sasa inapokwenda tokea mtu anaweza kutengeneza fedha lakini bado akawa na maisha duni, inaweza ikatokana kwa sababu ya choices ambazo anazifanya kulingana na fedha anazozipata. Na bahati mbaya tu kuna mwandishi mmoja ameandika kitabu kimoja kinaitwa Psychology of Money. Amesema hakuna mtu ambaye anafanya makosa kwenye kutumia pesa. Na vijana siku hizi wana msemo mmoja anasema mtu anatafuta pesa mwenyewe, kwa hiyo punguza ushauri namna ya kuweza kuzitumia. Sasa punguza ushauri. Sasa punguza ushauri. Lakini vijana ni muhimu wafahamu kwamba pesa ambazo anatengeneza zinaweza zikadetermine maisha ambayo anaweza akajenga baadaye. Kwa hiyo kama akiwa na malengo sahihi, anaweza akaongeza tija kwenye zile fedha anazozipata. Kwa mfano hizo fedha, kwa mfano mtu anapata fedha anaamua kwenda kutumia kwenye ulevi, kwenye nini, sawa, kwenye whatever. Lakini hiyo pesa ambayo anaweza kutumia kwenye ulevi anaweza akatumia kwenye kufanya uwekezaji, kufanya biashara, akajiri wengine. Kwa hiyo pesa ile anaweza ipata, anaweza kutumia ikawa na tija kubwa zaidi, baada ya kutumia ile pesa kwa ajili ya kwenda kumfanyia vitu vinavyo vikamtengenezea shida baadaye.